I was asking God, what should I tell you people? Because I'm empty. But God said, my son, don't worry, but I will use you. I will put something in that message. That's what I want to communicate to my people. And I asked God, what does the word? And God said, go tell my people to use what they have. Because my people, they are delaying some of the things. They are making some of the things to be delayed. Because they don't want to use what they have. But they are expecting to use what they don't have. Why are you escaping what you have right now? But you want what is far from you. Is the God who was yesterday, is today, and forever. So is the God who works in the presence, not after, but now. How is he going to work in your life if you are rejecting the presence? But you are expecting the future. Why are you despising one, but you are admiring two? But God want to use you through the one you have. He want to do the miracles through what you have. But now the key, you need to understand and to value everything that you have and everything that God has brought upon your life. He doesn't make things by mistakes, but he makes things by purpose to complete his mission, for his power to be revealed to people, for his glory to be witnessed to people. But why are you not? You don't value what you have. Value what you have. If you don't value what you have, when God will take it out of you, regret. And it will be very late. Remember, God wants to use, he wants to use somebody who's far, but God will use who's near to you, who is in the presence. If God want to talk to me, if he didn't talk to me direct, talk to Mama Nola, she will tell me. If God want to talk to Mama Nola, if God didn't talk to her direct, he's going to use me. Give the message to Mama Nola. That means God is using what we have in the present. Not in the past, not in the future, but right now, for his glory to shine all over the world. I said I have just a few minutes. Just follow me well. There are people that are despising themselves.
There are people, they are seeing themselves to be nobody. Kuna watu wanajiona kama hawako kitu, ni watu wa chini. There are people who are thinking what they have is not enough for that time. Watu wiko naona kama kenye liko nacho hakina thamani. And that's why you are living the life na ndio maana unaishi maisha of doubting all the time. ya kushishakia. You are living the life unaishi maisha that you are not trusting even yourself. Yani haujiamini kwanza tena wewe pekee. You are living the life unaishi maisha no matter how the word of God will come upon you. Hata kama neno la Mungu linakuja kwako namna gani, hautaliamini because you don't value yourself. Kwa sababu haujiamini you don't believe yourself. Haujiamini wewe. How are you going to believe the word that are coming from somebody else? Neno la Mungu ambalo mwenyewe analitoa. You need first to believe yourself. Jiamini kwanza wewe. Understanding yourself. Jielewe mwenyewe. Have faith yourself. Jiamini peke yako. And that's when you're going to hear the value. Ndio maana utaelewa thamani of the message that are coming from somebody. Ujumbe ambayo Mungu anataka kuleta kutokea mtu mwingine. Don't despise yourself. Usijidharau. You can make it. Unaweza kufanya vitu vikubwa. Amen. Don't despise yourself. Usijidharau. Your miracle is with you. Muujiza wako uko pamoja na wewe. Don't despise yourself. Usijidharau. You carry power. Unabeba uwezo. Don't despise yourself. Usijidharau. You have a mantle. Una mtu ambaye yuko pale juu yako. Don't despise yourself. Usijidharau. You have a stick. Una fimbo. Don't despise yourself. Usijidharau. You have the authority. Uko na mamlaka. Don't despise yourself. Usijidharau. Don't despise yourself. Usijidharau. Use what you have. Tumikisha kile uko nacho. Get what you need. Kufikia ile ambayo unataka kufikia. Use what you have. Tumikisha ile uko nayo. To have what you need. Kupata kile To unahitaji. receive what you are expecting. Kupokea hiyo vitu ambavyo unatarajia. To receive what you need. Kupokea vile vitu unahitaji. Sadiki. Sadiki. Usaidi. You were supposed to be the year of miracle to you. Ilipaswa fanyika miujiza pamoja na wewe. But because you don't believe yourself. Lakini sababu haujiamini. Ask your neighbor. Uliza jirani yako. What do you have? Uko na nini? What do you carry? Unachukua nini au kitu gani unachukua mkono wako? Ask your neighbor. Uliza mwenye yuko pembeni yako. And get the correct answer. Na akupatie jibu kamili. What do you have? Mimi niko na microphone. You have a microphone. Why? Sababu nina interpret. Why are you interpreting? Kwa sababu inatoa neno la Mungu. God bless you. Amen. I'm using what I have. Tumikisha ile uko nayo. So that I can preach the word of God. Ili tupate kutoa neno la Mungu. I use what I have. Ninatumikisha ile niko nayo. So that the glory of God kwa sababu tukufu wa Mungu can be revealed, can be open to people. Ionekane kwa watu. I'm using the word of I have. Ninatumikisha neno niko nayo. So that miracles, kwa sababu miujiza, signs and wonders, miujiza na mamlaka ifate nafasi. Let's open in the Bible. Acha tufungue Biblia zetu. The book of Exodus. Kutoka Exodus 7 verse 8. Kutoka 7 mstari wa 8. Exodus. Nasoma kitabu cha Kutoka 7 nasema hivi. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa na Haruni, Farao atakapowaambia fanyeni muujiza, basi mwambie Haruni, chukua fimbo yako na uitupe chini mbele ya Farao, na hayo fimbo itakuwa nyoka. Yake ndipo Musa na Haruni wakaenda kwa Farao, wakafanya sawasawa na jinsi Mwenyezi Mungu alivyowaagiza. Haruni akaitupa ile fimbo yake chini mbele ya Farao na maafisa wake, nayo ikawa nyoka. Farao naye akawaita watu wenye maarifa na wachawi na waganga na Wamisri, nao wakafanya vivyo hivyo.
kwa siri ya uganga wao. Kila mmoja alitupa fimbo yake chini, nayo ikawa nyoka. Just thank you, man of God. Thank you. God bless you. I wanted you to understand something. God, He had the mission. The purpose. The reason why Moses, wherever he is, he has a stick. But he was not bent. Moses was straight. Aaron was straight. But when they were moving, everywhere they go with a stick. Everywhere they go with a stick. Did they know that one day that stick will happen to be a miracle? Did they? The answer is no. Because Moses didn't think. Aaron didn't think. Stick I have. One day it will do a miracle. One day it will show the glory of God. One day it will show the power of God. But they were moving with it. Aaron, he came through Moses. Moses, he came through God. And when he came through God, he was not raised by God. He was not advised by God. Am I confusing you? He was not advised by God. Moses. He was listening to God. But God was not advising him. He was just talking to him. He was not advising. But even if the people who were advising Moses, even those people who were advising Moses, they didn't advise him to throw away the stick. Even one day, the person who was talking sometimes to Moses, a person who was talking to Moses, he was his father-in-law. That the person who was talking to Moses is the one who was sometimes can speak. He had a father, and that father was talking to him. We all know that, right? We all know that he was advising by his father-in-law. Not even a single day. His father-in-law said, throw the stick away. To Moses. But he was respecting the stick. He was moving with that stick. Now, because of value what you have, God said, I'm going to send you to Pharaoh. And then you and Aaron, you're going to go to Pharaoh. Because God knows whoever move with a thief will be also a thief. A liar will be a liar. A witch will be a witch. So when Moses
was moving with Aaron, wakati Musa alikuwa anaenda na Aroni, Aaron also started moving with a stick. Na Aroni pia akaanza kutembea na fimbo. Are we together? Tuko pamoja. So that means you need to know people that you are moving with. Unapaswa kujua watu uko natembea nao. You need to know which people you are mingle with. Unapaswa kujua watu gani ambao unajikusanya nao. Is their character affecting you? Je, tabia zao zinakuambukia? Is their spiritual life empower you? Maisha yao ya kiroho inakujaza kitu? You need to know the people. Unapaswa kujua watu. Because when you are following people, kwa sababu wakati unafuata watu, you will be the same with those people. Utawafanana. Jesus said, Yesu akasema, if you go to the Jews, ukaenda kwa Wayuda, be a Jew. Kuwa Myuda. If you go, I don't know, wherever, be with them. Ukaenda kwa Wayunani, fana na Wayunani. So Aaron was moving with Moses. Aaron alitembea na Musa with a stick. Na ile fimbo. And then God said, na Mungu akasema, go with Aaron. Wende na Aroni. If you go with Aaron, na ukienda na Aroni, tell Aaron. Ambia Aroni. You see how God works. Unaona kisi Mungu anatumika. Tell Aaron. Ambia Aroni. That kama he's gonna put down the stick. Atatia hiyo fimbo yake chini. The interpretation of the Bible. Kwa mafasirio ya Biblia. Read well the Bible. Soma Biblia yako mzuri. It was not Moses putting the stick down. Haiko Musa ndo alitia fimbo chini. Was the stick of Aaron. Ilikuwa fimbo ya Aroni, ilikuwa fimbo ya Musa. So if you read the Bible, ukisoma Biblia, get another version. Upate ile tafsiri. You understand what I say. Utaelewa Mungu anasema. Is God commanded Moses to tell Aaron? Kama Mungu aliamuru Musa aambie Aroni, you're gonna use your stick. Utatumikisha fimbo yako. You put it down. Utaitia chini. And the miracle happens. Na muujiza itatokea. And they are going to see the power. Na wataona uwezo. And they are going to see what I'll do. Wataona vile nitafanya. The same instruction. Na hiyo maamuzi. Moses said. Musa akasema. Aroni. You're gonna do this. Utafanya hivi. When we get there. Wakati utafika huko. Put your stick down. Tia fimbo yako chini. And your stick. Na fimbo yako. Will appear. Itageuka. A snake. Itageuka nyoka. And that snake. Na hiyo nyoka. Is gonna do miracles. Itafanya miujiza. Also God said to you. Na Mungu anasema na wewe. Your gift. Kipaji chako. You're gonna use it. Utaitumikisha. In mountain of God. Katika mlima. Use it. I'll do miracle to you. Nitafanya miujiza. I'll speak to you. Nitasema na watu wangu. I'm gonna do a lot to my people. Nitafanya vitu vingi through what you have. Kupitia kile uko nacho. Don't despise. Usidharau. Don't despise what you have. Usidharau kile uko nacho. My brothers, my sisters. Dada yangu, kaka yangu. My mothers, my fathers. Mama yangu, baba zangu. Don't despise what you have. Usidharau kile uko nacho. Because God is about to use what you have. He wants to use what you don't have. But He's going to use what you have. Your ability, your character, your spirit. That's what God will use. If you have a bad character, God will use the same bad character. If you have a bad habit, God will use you with the same habit. If you have a good spirit, God will use the same good spirit to His people. So use what you have. Now when they get to Pharaoh, and Aaron was obedient. When Pharaoh, he had the magicians. And he said, you, Moses and Aaron, wherever you call your names, I'm going to show you that I am the king. And I have the gods in me. Then Moses, he laughed it. He said, you don't know what I have and the God I serve. You don't know the God is what I have in my head. Now I'll show you. My brother Aaron, do it. Aaron put down the stick. Immediately the stick appeared in a strong a giant snake. And that snake
Na hiyo nyoka, he was very humble. Ilikuwa ya unyenyekevu. Very humble. Ya unyenyekevu ya utii. And the Pharaoh said, na Farao akasema, it's a small snake. Nyoka kidogo. Your enemies, adui zako, people who are fighting you, they say your gift biko na usema zawadi yako is nothing. Ni ya bure. Your gift, zawadi uko nayo, you do nothing in the presence of God. Haitafanya kitu. Your word, neno lako, is nothing. Haiko kitu, ni bure. Then Pharaoh said, my magician can hear. Lakini Farao akasema, can you do something and na nyie mfanye kitu, make this snake to disappear right now? Mwache mpoteze hiyo nyoka yao. And then they came, they put their stick down. Nao walifika wakatia mti zao chini. They came very skeleton snakes. Wakaleta nyoka kidogo. And very energetic. Yenye inakuja na uwezo mmoja. Very energetic. Yenye iko ya but the snake of Aaron and Moses was just like this. Ilikuwa ya unyenyekevu. But their snakes, lakini nyoka zao, they were just za kujionesha, showing up. Your enemies, adui zako, they are just talking. Wanasema tu. They are just doing like this. Wanafanya hivi, wanafanya hivi. Don't be troubled. Usishituke wala don't be troubled usihangaike about what they say. Hata kama wanasema. Don't be stable usihangaike about what they are doing for you. Kwa sababu ya vitu wako wanafanya juu yako. Remember. Bakia hapo. Remember. Bakia kumbuka kwamba you have God. Uko na Mungu. You have God. Uko na Mungu. And when the time came, na wakati ilipofika, the amber snake, hiyo nyoka ya kunyenyekea, it became more energetic. Ikaanza kuonesha uwezo yake. It didn't do more actions. Haikufanya vitu mingi. It just take it. Inakamata inameza, inakamata inameza, inakamata inameza. Your humbleness, unyenyekevu wako, will take you far. Itakupeleka mbali. Your humbleness, unyenyekevu wako, will take you far. Itakupeleka mbali. What you carry, yenye unachukua unashika, will take you far. Itakupeleka mbali. Don't look for other things. Usitafute vitu vingine. Value what you have. Heshimu, patia thamani kile kile unacho. Value what you carry. Patia heshima kile unachukua, unashika. And you're going to see the glory of God. Na utaona utukufu wa Mungu. You're going to see the glory of God. Utaona utukufu wa Mungu. I was advising a lot of people in Africa. Nazoea kushauria watu wengi katika Afrika. I was leading almost a lot of province in the country called Zambia. Nilikuwa naongoza watu wengi katika Zambia. I was leading most of the youths. Walikuwa mara mingi walikuwa vijana. When I meet them, wakati tunakutana, they will say, wanasema, I want to start a business. Nataka nianze business. But I have a little money. Na lakini kuna pesa kidogo. But I need God to help me. Nahitaji Mungu anisaidie. So that I can get a little bit more and I start. Nipate mingi juu nianze. I always tell them. Nilikuwa nazoea waambia. Don't despise one. Usidharau moja. Because if you despise one, kwa sababu ukadharau moja, you won't see the value of two. Hautaona thamani ya mbili. For you to go to 3, ili uende kwa 3, you need 1. Unahitaji moja. For you to go to 4, ili uende kwa 4, you need 2. Unahitaji kuwa na mbili pia. Are we together? Tuko pamoja. Be proud with what you have. Kuwa na furaha vile uko na wala na kile uko nacho. Use what you have. Tumikisha kile uko nacho. And God will take you further. Na Mungu atakupeleka mbali. Today as I'm talking to you. Sasa siko nasema na wewe sasa. Because they listen. Kwa sababu walisikia. Some of them if I stand with them. Wamoja kwa sasa hata nikaanza kuongea nao. Washakuwa na pesa, washakuwa kabisa, washainuliwa. Even though they'll call me my leader, but they advise. Lakini kwa sababu ananiita kiongozi, lakini walishainuliwa. They have money. Wiko na pesa. They are progressing. Wanaendelea. Because they accept one. Kwa sababu walitika moja. That's what I'm telling you today. Na njoo niko nakuambia leo.
Heshimu, patia thamani ile uko nayo. Kwa sababu ile kidogo uko nayo. That's what God want to use. Joy ni. So make sure you honor it. Acha ukamate vizuri. Make sure you carry it. Acha ukamate hii. Musa, the miracle didn't finish from there. Miujiza haikuishia pale. When Moses he came again to rescue the children of Israel, wakati alienda kukomboa wana Israeli, the same stick, hiyo mfimo, God used it. Mungu alitumikisha to open the way. Kufungua bahari. Your same voice hiyo sauti yako you are using today, uko natumikisha leo, that's the same voice ndio ile sauti who make us itatufanya sisi to enter in the kingdom of God. tuingie katika ufalme wa mbingu. The same power, hiyo uwezo, the same advice, hiyo mashauri, that's what you make us yenye uko natupatia to go in the straight way. Itatupeleka katika njia nzuri. So don't despise what you are telling us. Hapana kudharau yenye uko nayo. Don't despise what you are advising us. Acha kudharau ile mashauri uko natupatia. Because your advice to us, kwa sababu wakati tunakushauri, is very important. Ina maana sana. We still need it. Tunahitaji hayo. We need your tunahitaji maneno. We need your gift. Tunahitaji zawadi yako. We need what you carry. Tunahitaji ile uko nayo. To lead us kutuongoza in the kingdom of katika God. ufalme wa Mungu. Don't despise yourself. Usijidharau. Because the same net you have. Kwa sababu ya ile uko nayo. The same net. Hiyo nani ya uko nayo. Nyavu. The same net you have. Hiyo nyavu uko nayo. That's why we get the food. Njoo utapatia chakula. That's why we get the food. Njoo utapatia chakula. People that were at the lake, watu walikuwa juu ya bahari. They didn't have nobody who came with the fish. Hakuna mtu alikuja na samaki. From the all night. Kwa usiku yote. But when Jesus came, wakati Yesu alikuja, he did the same miracle. Akafanya hiyo muujiza tena. He told Peter, akamwambia Petro, use the same net. Tumikisha hiyo nyavu. Lead it into deep. Tia peleka hiyo kilindini. But he wanted to disguise himself. Alikuwa alishajidharau. He said, Master, akasema Bwana, have been here. Tulikuwa basi. The all night of usiku yote nilikuwa hapa. catch nothing. Hatukupata kitu chochote. My brothers and sisters, dada zangu na kaka zangu, you can be in a mountain of God. Unaweza kuwa katika ile kanisa la mlima wa Bwana. You're counting years. Katika miaka. You are counting years. Unahesabia miaka. And sometimes you are using some word. Na wakati mmoja unatumikisha maneno moja. I've been in this church. Nilishakuwa mwenye kanisa. For so long. Kwa muda mrefu. Nothing is happening. Hakuna kinatokea. Nothing is moving. Hakuna kinatembea. I'm coming to tell you. Acha nikuambie. The same place you are. Kwa hiyo nafasi ambapo uko. That's where God will do more miracles. Njoo kwenye Mungu atafanya miujiza mingi. God said, Mungu anasema, obedience is better than sacrifice. Heshima au kutii ni bora kushinda kutoa dhabihu. Humbleness is the key. Unyenyekevu ndio funguo. If you humble yourself, ukajinyenyekeza tu, is the key to the success. Ni funguo ya baraka au ya maendeleo. If you want to be a great person, kama unataka kuwa mtu mkubwa, humble yourself. Jinyenyekeze. Allow the time. Patia muda. Allow the time. Ruhusu muda. God will say, Mungu anasema, dip it into deep. Ndani kwa ndani. Launch it there into deep. Ingia ndani kinaganaga. And then after you do that, na baada ya kufanya hivyo, you're gonna laugh. Utacheka. You're gonna rejoice. Utafurahi. I'm telling you, you're gonna rejoice. Ninakwambia utafurahi. Don't despise. Usidharau. Your sacrifice, hiyo kujitoa yako, your obedience, kujinyenyekeza kwako, it's a key. Ni funguo. Amen. 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 It's the key. Ndio funguo. After doing the miracle of the fish, baada ya muujiza ya samaki, he used the same fish. Akatumikisha ile samaki. Hallelujah. Jesus used the fish. Yesu akatumikisha zile samaki. He told Peter, aliambia Petro, launch into deep. Ingia ndani kinaganaga. Fish. Leta samaki. Peter came with a lot of fish. Petro akakia na samaki mingi sana. And the people around him, na watu karibu naye, they are all rejoicing. Wakafurahi. They were happy. Wakafurahi. Because each and everyone had the portion of fish. Kwa sababu wote walipata samaki. Now Peter, na Petro, he didn't know that. Hakujua kama one day the same fish, siku moja ile samaki, God will use it.
Ile samaki siku moja Mungu ataitumikisha. The time of paying taxes came. Wakati ya kulipa taxi ikafika. Peter and Jesus take the weight. Petro na Yesu wanachunga. They went to the temple. Walienda hekaluni. And when they were passing, na wakati walikuwa wanapita, crossing, kwa kupita on that areas, katika hiyo mahali, you need to pay taxes. Unapaswa kulipa kodi. Now they reach at a certain place. Wanafika fasi moja. They ask them to pay. Wanawaambia mlipe kodi. Jesus paid. Yesu akalipa kodi. They said, Jesus, we don't care about your name. Hatuangaike na wewe Yesu, lipa kodi. But because of humbleness, kwa ajili ya hiyo unyenyekevu, Jesus accepted to pay taxes. Yesu aliitika kulipa kodi. He accepted. Akaitika. But Peter, lakini Petro, because he was moving with Jesus, sababu alikuwa anatembea na Yesu, he wanted to be proud. Alitaka sia kiburi. Me moving with Jesus. Mimi kutembea na Yesu. How should I pay taxes? Hata ndalipa kodi aje? How should I pay taxes? Ndalipa kodi aje? Jesus said, Yesu akasema hapana. Mariana Solange. Kuheshima au kutii. Do you remember the fish? Kumbuka ile samaki. Where I take is you. Kule kwenye kutosha. You are a friend to fish. You were a good friend to the fish. Ulikuwa rafiki wa masamaki. Now go back to the lake. Wende tena ulowe. Go and catch again another fish. Wende tena leta samaki. Open his mouth. Fungula kinywa yake. Take what you find in it. Leta ndio utakutana ndani yake. Bring it and give them. Leta kisha ulipe kodi. See how God can do it. Angalia jinsi Mungu anaweza kutumika. Today you are with somebody. Leo kuna mtu. Today you are with Steve. Leo kuna Steve. Tomorrow you gonna see Mama Bahati. Kesho kuna Mama Bahati. Maybe the other day with Mama Mkurugenzi. Siku nyingine kuna Mama Mkurugenzi. You take exit. Kama wakati unakata kidogo, you find Mama Noela. Unakutana Mama Noela. So that means what you talk to me, yenye inamaanisha hiyo unaongea na mimi, God is gonna keep it. Mungu anaiweka. When you go around, wakati unazunguruka, you go around, unazunguruka, it's gonna remind you. Atakukumbusha. It's gonna remind you. Atakukumbusha. That day, ile siku, Steve was standing. Steve alikuwa anasimama. He was with Mama Noela next to him. Mama Noela alikuwa pembeni yake. So if you wanna pass, kama unataka pita, go back. Zunguruka. Go and get it. Rudia tena uchukue. That's why there is your miracle. Njoo kwenye muujiza yako hiyo. Go back to mountain of God. Wewe tena urudie. Carry your miracle. Because if you go, kwa sababu wakati unaenda, remember the same way. Kumbuka hiyo njia. It's gonna take you back. Itakurudisha tena. Until you use what you have. Mpaka utumikishe kile kenye uko nacho. Until what God sent you here to happen. Ili upate kutumfanya kile kenye Mungu alikutumanaka ukifanya hapa. Never despise yourself. Usijidharau. Whether in your house, hata katika nyumba yako, whether in your business, hata katika business yako, whether to the workplace, hata kwenye matumishi yako. Never despise yourself. Usijidharau mwenyewe. Value yourself. Jipatie thamani. See the importance of yourself. Angalia thamani uliyo nayo. And God na Mungu is gonna do miracles. Atafanya miujiza. And that miracle, na hiyo miujiza, will be accountable. Itakuwa yenye haitasabirika. God bless you. Mungu akubariki. Baba, tunashukuru. Tunasema asante maana neno